Kristo. Tubu ya mwanadamu, tubu, hasira ya Bwana imewaka. Unapoona Mungu anamuinua mtawala mmoja, anamuinua mfalme mmoja, ili kuanza kuleta vita, ili vita vizidi kuendelea duniani na mambo yanazidi kubadilika, ndipo panapozidi kuendelea, vita vinazidi kuwa ndio mwanzo wa utungu. Lakini wale ambao watakaogeuka na kutubu na kusema, Bwana, miungu yetu tunaiangusha, tunaitoa sadaka kwako Bwana, ili injili ipate kuhubiriwa, watu wapate kusikia injili ambayo injili ndio kuhubiriwa ulimwenguni kote. Wasema hivi, Bwana, natoa mzigo wa fedha nilio nao ndani yangu. Maana mwingine akisikia kama ana gari ama ana pikipiki na kile kitu anachokitegemea, akipata tu hasara, kama ni biashara, amepata hasara kwenye biashara, moyo wake unaenda kasi, moyo wake unakuwa na pressure ghafla. Akisikia kama ni tajiri, ana basi zake 2-3 zinasafirisha watu mikoani, lakini akisikia basi 2 zimepata ajali, anayeyuka, moyo wake unayeyuka, haupo kwa Bwana. Kwa sababu gani? Moyo wake hauko kwa Bwana, moyo wake uko kwenye yale magari. Bwana, nautaka moyo wako. Bwana, nautaka moyo wako. Rejea kwa Bwana wewe mwanadamu upate kutubu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa miungu yote, unayafunua mafunuo ambayo ufahamu wangu wenyewe hautoshi kuyabeba haya Bwana. Lakini kwa sehemu hii ambayo Mungu umenipa, ili kuwafunulia watu wako, ili kuwafunulia kanisa, ili kuwafunulia vijana na watu wakao juu ya uso wa nchi, ambao Mungu umeleta majira haya na nyakati hizi, huduma ya uamsho na matengenezo ya kiroho, ili Bwana mwanadamu apate kutengenezwa. Maana mwanadamu ameharibika, mwanadamu ndani yake ni giza limetawala, mwanadamu ndani yake ni machukizo na utawala Bwana. Rehema zako ziende kwa watu wako, rehema zako ziende kwa watu wenye mwili, katika jina la Yesu Bwana. Ukafanye mabadiliko na mapinduzi Bwana, ukipindua meza zao, ukipindua biashara zao, ukipindua masumbufu yao, ukipindua machukizo yao, nguvu ya mabadiliko, nguvu ya Mungu ndani yao iende kipindua kwa jina la Yesu. Kama Yesu ulivyoingia katika hekalu ukapindua biashara zao, ukapindua mifugo yao, ukapindua fedha zao, Bwana, pindua kwa jina la Yesu. Pindua Bwana, watu wako wapate kupatikana, watu wako wapate kugeuka katika jina la Yesu Bwana. Pindua mafahari yao, pindua Bwana kwa jina la Yesu. Bwana, kanisa lako lipate kupatikana, kanisa lako lirudi kwa jina la Yesu. Maana msalaba Yesu hakufa bure msalabani, damu yako imwagika Bwana, si kwa sababu Mungu tuyapate ya ulimwengu. Damu yako imwagika msalabani Bwana, kwa mateso makali na maumivu makali Bwana. Damu yako ikachuruzika, ukalia kilio kikuu Bwana, Eloi mara sabatani, Mungu wangu mbona umeniacha? Ili mimi niokolewe, ili kanisa lako litoke kwenye utumwa, ili kanisa lako litoke kwenye yule mama kahaba. Bwana wa majeshi Yesu, Bwana, Bwana, usinyamaze kimya Bwana. Wale waliokusudia katika msimu wa 7, wale waliokusudia katika msimu wa 7 Bwana, wapate kubadilika Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu iende kawakiishe, nguvu ya mamlaka, nguvu ya uweza, nguvu ya roho uzima, nguvu ya Mungu kwa damu yako Bwana, ikawakiishe, wapate kugeuka na kutubu, wakurejee kwako Bwana. Wasiwe na huzuni ya maisha, bali waone huzuni yako Bwana, ambayo Bwana umesema katika neno lako. Huzuni ya Mungu huleta toba isiyokuwa na majuto Bwana, ile huleta toba isiyokuwa na majuto Mungu, wasijutie Bwana, katika jina la Yesu. Kazi yako ya msalaba isiwe bure kwa jina la Yesu. Mungu wa mbingu na nchi, ninakutukuza Bwana kwa sababu unastahili Mungu, unastahili Bwana. Wewe ni Mungu wa rehema, umejaa neema na kweli, na neno lako unalituma kwa wakati. Maana umeona wanadamu wote wamelewa, wanadamu wote wamelewa na mizigo, wanadamu wote wamelewa na mvinyo yule mama kahaba, wanadamu wote wana machukizo ndani yao, wako mbali na wewe Bwana. Mungu wa mbingu na nchi, Baba, pereka neema yako, pereka rehema zako katika jina la Yesu kwa huyo mama, ili ghadhabu yako isije kawa juu yake, ili Bwana usije kumtupa katika ziwa la moto yule mama kahaba. Hukumu yako ikawa ni kubwa likali, aliyesikia maneno haya Bwana akapata kuponywa na kubadilika. Maana unalituma neno lako ili Bwana likawatoe watu wako kwenye maangamizi yao.
kwa jina la Yesu. Bwana majeshi uliye hai, mtakatifu, Mungu wa Israeli, umeketi juu mahali pasiri palipoinuka, na roho zilizotubu na kupondeka mbele zako, roho zilizoacha dunia, roho zilizoacha kuzini, roho zilizoacha machukizo ya nchi, zikakaa nawe katika kiti chako cha enzi. Mungu mtakatifu, Bwana majeshi, ninakubariki Bwana, ninakubariki Kristo, jemedari wangu wa vita. Mungu Roho Mtakatifu, Mungu uliye hai, maana ukiwa hai ndani yetu tunaishi hapa Bwana, tunaishi tukitembea nawe. Wewe ni Mungu uliye hai, nasi tu hai katika wewe Bwana. Japokuwa tutapita katika magumu, tutapita katika ulimwengu, lakini tumaini letu ni wewe Kristo. Tumaini letu ni uzima wa milele. Tumaini letu Baba ni wewe Kristo Bwana. Neema yako iwe juu ya watu, neema yako iwe juu ya wote. Neema yako Bwana ikalete mageuzi na mapinduzi kwa watu wako, katika jina la Yesu Kristo. Utawala wako Mungu na ufalme wako Bwana ukakae ndani ya mioyo yao. Nikisema wewe mwanamke kahaba, nikitamka wewe mwanamke kahaba, uliowanywesha watu wa Mungu ulevi wako, uliowapa watu wa Mungu machukizo yako, wamekuinamia katika jina la Yesu, na kuja kinyume nawe, na kuja kinyume chako, kwa damu ya Yesu aliyowafilia msalabani, kwa damu ya Yesu iliyowafilia msalabani, ikamwagika ili kupata kuharibu kazi zako, ili kupata kuharibu nguvu zako, kwa jina la Yesu. Na kataa hizo ila zako ndani yao, kwa jina la Yesu. Toka waachie watu wa Mungu, achia watu wa Mungu walio Bwana aliowafilia msalabani, waachie watu wa Mungu wakapate kumwabudu Mungu aliye hai katika nchi ya walio hai, katika nchi ya walio hai. Ewe Misri, ewe Babeli mkuu, waachie watu wa Mungu wakapate kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mioyo yao iwe kwa Bwana. Ninawarejesha mioyo ya watoto, ninawarejesha mioyo ya wazee, ninawarejesha mioyo ya vijana, mioyo ya wamama na wababa, ninawarejesha kwa Bwana, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninakupokonya hiyo mioyo, ninakupokonya hiyo mioyo kwa jina la Yesu. Ikamgeukie Bwana, kwa jina la Yesu ikamgeukie Kristo Yesu, ikamwabudu na kumwinamia, ili Bwana awape neema yake, awape rehema zake, kwa jina la Yesu. Utukufu wa Bwana na Mungu Mwenyezi aliye hai, Bwana majeshi, simba wa kabila la Yuda, aliye hai, anatawala milele na milele. Amejaa ndani, amenijaza package ndani yangu. Mimi mwenyewe nikitembea najishangana, jiogopa, ambao mimi mwenyewe nimepita katika hayo, nimepita katika mapito ambayo sikutegemea. Leo Bwana nilifunulia mambo mazito ambayo sikuweza nimepita katika mapito magumu, mpaka sasa ninapitishwa kwenye mapito, wala sijaogopa, wala sitajali chochote. Ninapita, kumbe Bwana amenipitisha katika mapito ili kunifunza na kuniimarisha. Kwa hiyo umekataa neno la Mungu, lakini kama maandiko yasemavyo, sisi si wa ulimwengu, sisi si wa ulimwengu, maana dunia ni ya yule mnyama, ni ya yule joka, na Bwana anakuja kuiangamiza. Ataikunja kama karatasi dunia na kuitupa katika ziwa la moto, ili wewe upate kurudi na kutubu. Rudi mwanadamu, rudi, geuka moyo wako kwa Bwana. Rehema za Mungu bado, lango li wazi, lango li wazi, lango la Bwana li wazi. Watu wanatembea wakiwa duniani lakini wamekufa, wanatembea lakini wakiwa katika ziwa la moto, wanatembea wakati kumbe wameshahukumiwa na yule mama kahaba, wanatembea wakisha kuwa wamehukumiwa na yule Babeli mkuu. Rudi mwanadamu, nyumba ya Bwana ipate kutakaswa. Ondoa machukizo ndani yako, ondoa machukizo ndani yako. Mpe Yesu nafasi namba moja, mpe Yesu nafasi moyoni mwako, ili awe namba moja kuliko vyote unavyoviamini na kuvitegemea. Mpe Bwana. Wakikwambia watu toa sadaka tukahubiri Injili, tumepungukiwa vifaa vya kwenda redioni, tumepungukiwa fedha za kupeleka Injili redioni, ya kupaza sauti kila mahali, tuende YouTube kwenye mitandao ya kijamii, ili tuhubiri Injili ya mabadiliko, ili tuhubiri Injili iletayo wokovu kwa watu wote, ili tuhubiri Injili ya kumwambia mwanadamu kwamba unakoenda na unakotembea na unakoishi, hasira ya Bwana iko. Ugeuke na upate kutubu. Geuka ya mwanadamu. Bwana yu mwanangu anakuita. Leo Mungu anaomboleza. Yesu analia. Analilia kanisa. Yesu analilia kanisa usiku na mchana. Mbingu zimenyamaza. Iko. Bwana anaamua kuingia katika umbile la mwanadamu.
anaingia kwenye umbile la mwanadamu, anashuka ili akishuka anaanza kusema na kila mmoja. Maneno haya yatakuwa ni ushuhuda kwako unaosikia. Kwa utukufu wako Baba Mwenyezi, na kushukuru katika jina la Yesu. Amani iwe na wewe. Mungu akubariki. Mungu akutendee mema. Uwe na siku njema na wakati mwema. Endelea kufuatilia Uhai TV. Bado kuna mambo mazito sijayafunua. Bado kuna mambo na mafunuo na maono ambayo Bwana ananionyesha. Hapa ninajaribu kubalance muda tu katika YouTube. Maana nimepewa YouTube muda kwa sababu ndio nimefungua, nimeanza. Lakini nimepewa ndani ya dakika 11, 12 mwisho. Ndani ya dakika kuanzia 15 mpaka miezi mitatu. Miezi mitatu iishe. Ikishaisha wakaona mwenendo wangu katika YouTube kwamba ninahubiri maneno yaliyo ya uzima, sikiliza, ndipo wanaponiongezea muda. Siku muda wangu ukiongezeka ndani ya dakika 30 ama 45, ndipo nitakapoanza kuyafunua yaliyo mazito sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Uwe na siku njema na wakati mwema. Amen.